Hey millionaire, mambo vipi? Ni mimi hapa millionaire mentor Mr. Joseph Billionaire Ndobandola hapa. Hongera sana kwa kufanya maamuzi ya kuanza biashara hii kubwa sana, biashara ya BF Suma. Huenda umeonana na mtu mtandaoni akakuleta kwenye semina mbalimbali, either Google Meet au amekutumia link inaitwa thegamechangersteam.com, ukaingia kusikiliza video na ukaanza biashara. Uwe ni mtu wa maana sana, uwe ni mtu mwenye imani sana, na hongera sana. Au huenda amekuita nyumbani kwake, au huenda ni ndugu yako, rafiki yako. Sikia nikwambie, muheshimu sana huyo mtu ambaye amekushirikisha biashara. Labda ni dada yako, ndugu yako, mdogo wako, kaka yako, mama yako mdogo, shangazi, mjomba, amefanya kitu cha maana sana, na pia nakupongeza na wewe kwa kuanza hii biashara ya BF Suma. Kwa hiyo hongera sana kwa kufanya maamuzi sahihi ambayo yatabadilisha na yanakwenda kubadilisha maisha yako. Sasa uko hapa nikupe hints chache uweze kuielewa BF Suma kwa undani, uweze kujua BF Suma ina vitu gani, na pia upate mwongozo wa kukusaidia kuweza kusonga mbele, au ujue sehemu gani ya kuanzia, lakini pia imani yako ijengeke, imani yako iongezeke, kwa sababu inawezekana kule nje kuna watu ambao wamekutana nao ambao wamekwambia vitu hasi. Unajua biashara zote huwa zinapingwa, iwe network marketing business kama hii BF Suma, iwe biashara nyingine yoyote ile, huwa zinakuwa zina upinzani au zinakuwa zinaongelewa vibaya, au wale watu ambao wamefanya, wameshindwa, wamefeli kwa sababu zao wenyewe binafsi, kwa sababu ya uzembe wao binafsi, lazima wataanza kuongea vitu hasi. Ni kama ilivyo mtu akifeli kwenye ndoa, na kama hana mtazamo sahihi, ataanza kuambia watu ndoa ni mbaya, wakati ndoa ni nzuri, lakini yeye tu jinsi alivyo approach ndoa alikosea. Kuna watu hawako tayari kukiri ukweli kwamba walikosea. Kwa hiyo karibu sana. Sikia nikwambie, BF Suma inahusika na afya. Inahusika na afya, ina bidhaa bora sana za afya. Kwa ni kampuni ambayo inahusika na afya, lakini plus tasnia moja inaitwa tasnia ya network marketing. Network marketing, kuna watu wengi wanaitwa MLM, wanaita MLM, multi level marketing au direct sales marketing, yote ni sawa. Na sikia nikwambie, network marketing kuna watu wengi wameiongea vibaya sana, wale ambao hawako tayari kulipa gharama, na nitakwambia wameongea vibaya ni kwa nini. Lakini kwa kukujuza mwanzoni, kwanza ujue kwamba BF Suma inahusika na afya, inahusika na network marketing industry. Nasikia nikwambie kitu kimoja. Tukianza na habari ya mambo ya network marketing industry, hii ni tasnia moja kubwa sana duniani ambayo ina thamani kubwa sana duniani. Unaelewa vizuri? Ina thamani kubwa sana duniani. Thamani ya network marketing duniani tunaipima kwenye kiwango cha mapato ambacho inakusanya kwa mwaka. Kwa sasa, kwa mwaka mzima kwenye network marketing business, yani ukichukua makampuni yote ya network marketing kama tasnia ya network marketing, naanza kuelimisha kwanza kuhusu tasnia, alafu baadaye nitakuja kwenye kampuni kama kampuni ya BF Suma, sababu kampuni ya BF Suma inafanya katika mfumo wa network marketing. Thamani ya network marketing, thamani yake ambayo ni tunachukua ni sawasawa na mapato ya network marketing industry kwa mwaka ni sawasawa na dola bilioni 200 za Kimarekani, USD. Wewe kama akili yako inafanya kazi vizuri, tasnia ambayo mapato yake ni dola bilioni 200 kwa mwaka, hii ni tasnia kubwa sana. Nasikia nikwambie, tasnia ya network marketing ni kubwa kuliko tasnia ya muziki au movie, ni kubwa sana. Nasikia nikwambie kitu kingine, kwa mwaka duniani kwa sasa participants, yani watu ambao wanajihusisha na network marketing business, ni karibia watu milioni 200. Watu milioni 200.
Hawa ni watu ambao wana akili zao timamu. Unaona kiasi kwamba ni biashara ambayo iko serious, kwa sababu kuna watu wengi ambao wana participate kwenye biashara hii hapa. Sikia nikwambie, commission au pesa ambayo inalipwa kwa wagavi au wanachama wa network marketing kwa mwaka ni sawasawa na dola bilioni 80 zinaingia mifukoni mwa wanachama ambao wanafanya network marketing kama mimi na kama wewe ambao ndio umeanza hii biashara. Hii ni kwa mwaka. Sasa nikwambie, chukua dola bilioni 80 USD mara 2600 ambao ni dola. Angalia ni shingapi inarudi. Chukua dola bilioni 200 mara 2600 ambao ni USD, kiwango cha dola. Angalia ni shingapi. Maana ni thamani kubwa sana jamani. Lakini sikia nikwambie, kwa siku moja commission ambayo inalipwa kwenye network marketing industry kama industry ni zaidi ya dola milioni 200 USD. Kwa hiyo nasema hivi, numbers don't lie, people do. Yani namba hazikosei, research haikosei. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ana akili timamu, tasnia ambayo ina numbers hizi ni tasnia moja kubwa sana. Ndio maana network marketing ni tasnia ambayo inaongoza kutengeneza mamilionea wapya. Mamilionea wapya. Umenielewa? Ni biashara, ni business ambayo inaongeza kutengeneza new millionaires duniani. So ina make sense? Kwa hiyo umeanza biashara kwa mtaji mdogo, lakini hebu angalia ukubwa wa tasnia. Sababu network marketing hatuipimi kwa mtaji, tunaipima kwa ukubwa wa tasnia. Sababu mtaji ni mdogo, ili kila mtu ambaye ana njaa ya mafanikio aweze kuparticipate na kutengeneza kipato endelevu. Na nitakwambia kule mbele, how do you create, unatengenezaje kipato endelevu. Kuna video nyingine ambazo zinakuja, unatengenezaje kipato endelevu kwenye network marketing industry. Nitakwambia, nitakudokeza ili uweze kupata hii concept. Kwa hiyo hongera sana kwa kuanza hii biashara ya network marketing business ambayo ni BF Suma business katika tasnia ya afya. Ukirudi kwenye tasnia ya afya, si tumebase kwenye virutubisho lishe, yani nutrition. Nenda kaangalie tasnia ya virutubisho lishe, yani nutrition, mambo ya afya na tiba lishe. Angalia tasnia ina ukubwa kiasi gani. Kuna research zina suggest kwamba ni zaidi ya dola bilioni 300 USD. Research nyingine zina suggest ni zaidi ya dola bilioni 400. Kwa plus network marketing na afya, hii ni tasnia ambayo inakwenda kukufanya sio tu wewe ingize kipato cha ziada, ni tasnia ambayo inakwenda kukufanya wewe uwe milionea kama utakuwa serious na utakuwa na skills sahihi za kufanya hii biashara. So ina make sense? Kama ina make sense, sema yes tuweze kuendelea. Sikia nikwambie, BF Suma. BF Suma. Lazima ujue kwamba BF Suma ni nini. BF Suma ni kirefu cha Bright Future Superior Manufacturers of America. Mwandiko wangu ni mbaya kidogo, lakini lazima ufocus na nimechokwambia ni Bright Future Superior Unique Manufacturers of America. Bright Future Superior Unique Manufacturers of America. Kwa hiyo unaweza ukaangalia tu hata kwenye kitabu chako, ukaangalia hapo magazine, au ukaangalia kwenye kitabu ambacho nimekupatia hapo, utaangalia kirefu cha BF Suma. Sikia nikwambie kitu kimoja, BF Suma hii hapa ni mtoto ni mtoto wa kitu kinaitwa Bright Future Pharmaceuticals. Huyu ni mtoto wa Bright Future Pharmaceuticals. Mwaka 1993 Bright Future Pharmaceuticals ilizaliwa kama kiwanda ambacho kinafanya tafiti mbalimbali za afya na kutengeneza bidhaa mbalimbali za afya.
Bright Future Pharmaceuticals. Lakini mwaka 2006 ikagundua kwamba kuna ongezeko kubwa la magonjwa yasiyoambukiza. Ndio ikaamua kujiingiza kwenye uzalishaji na kufanya tafiti za magonjwa yasiyoambukiza kwa uhusiano na virutubisho lishe, au namna mtu ambavyo atatumia vitu ambavyo ni vya asili vitamsaidia kuweza kurekebisha mwili wake na kufanya mwili ufanye kazi kama Mungu alivyokusudia. Sikia nikwambie, habari njema ni kwamba BF Suma imekuwa based Hong Kong. Jamani, iko hivi, nikwambie kitu ambacho ukijui ni kwamba kampuni yoyote ambayo imekuwa based Hong Kong ni kampuni kubwa sana. Hong Kong ni mji ambao umebeba makampuni makubwa ya kimataifa. Ule mji sio tu mji wa kuishi, ni mji wa kibiashara. Kwa hiyo moja kati ya kitu ambacho watu wenye akili timamu na wanaojua mambo wanafahamu ni kwamba Hong Kong ni sehemu ambayo inaheshimika. Kwa tangu mwaka 1993 Bright Future iko Hong Kong. Kwa Bright Future ikamzaa nani? Ikamzaa BF Suma mwaka 2006. Mwaka 2006 Bright Future akamzaa nani? BF Suma. BF Suma hii hapa ikaenda kufungua makao yake USA, California, Los Angeles pale California. Sikia nikwambie kitu kimoja, kampuni ambayo ina operate Marekani, USA, iko very respectable, ni kampuni ambayo inaheshimika. BF Suma ina operate Marekani, na ndio maana kirefu cha BF Suma, Bright Future Superior Unique Manufacturers of America. Kwa hii miji miwili hii inaifanya BF Suma kuwa kampuni ambayo iko very strong, kwa sababu inachukua teknolojia mbili. Inachukua teknolojia ya Marekani na teknolojia wapi? Ya Hong Kong na ya China. Kumbuka Hong Kong ni Zanzibar ya China, kwa sio kampuni ndogo. Na by the way ni kwamba mimi nimeshafika Hong Kong mara 2. Nimeshuhudia ukubwa wa kampuni ya BF Suma. Kuna video zangu ziko nyingi hata kwenye akaunti yangu, ukiangalia naelezea na kuonesha jinsi ambavyo kampuni ilivyo kubwa. Nimetembelea viwanda, nimeona teknolojia ambazo zinatumika, nimeamini, nikajua kwamba hii kampuni ya BF Suma sio kampuni ya mchezo. Nasikia nikwambia kitu kimoja, BF Suma tangu 2000 na mwaka 93 ikamzaa kama Bright Future, ina uzoefu na tiba, ina uzoefu na mambo ya tiba. Kwa inajua jinsi ya kumtibu mtu kupitia dawa za binadamu zile za kwenye mafamasi, kwa sababu ni Bright Future pia ina kitengo cha kutengeneza dawa za binadamu ambazo zinatumika kwenye mafamasi, ndani zile dawa kali za kwenye famasi. Lakini BF Suma pia ina uzoefu wa kutibu kupitia virutubisho lishe. Ndio maana BF Suma bidhaa zake zina ubora, bidhaa zake zina matokeo. Nimefanya makampuni karibia 6 au 7 ya network marketing. Nimeona kabla ya kuingia BF Suma, nimeona, sikia nikwambie, BF Suma hizi bidhaa zake zinatoa suluhisho moja kwa moja. Kwa tuna shuhuda nyingi sana za watu ambao wamepona changamoto mbalimbali za kiafya moja kwa moja. Wamepata watoto, magoti yalikuwa yanawasumbua yamekaa sawa, migongo ilikuwa inawasumbua imekaa sawa. Kwa nini? Kwa sababu ya uzoefu wa BF Suma katika sehemu zote mbili. Kwa nini? Kwa sababu ni mtoto wa Bright Future. Kwa Bright Future pia hii hapa inafanya vitu vingine vingi sana apart from BF Suma. BF Suma ni part ya Bright Future, lakini is huge. Kwa hiyo ukiangalia BF Suma Afrika kwa ujumla, Afrika ina miaka 17 Afrika, kwa sababu waliona founder ambaye ni Mr. Chan aliamua Mr. Chan kwamba hii kampuni ya BF Suma hii isianzie operesheni zake za network marketing Ulaya,
isianzie operesheni zake za network marketing Asia, isianzie operesheni zake za network marketing Canada au Uingereza, ije Afrika. Ndio maana BF Suma inajitofautisha na makampuni mengine ya network marketing. Kwa nini? Makampuni mengine ya network marketing hayampi nafasi ya Mwafrika kuwahi au kuanzia Afrika, yanakuja Afrika kama soko la ziada. Na ndio maana sikia nikwambie, kuna makampuni mengi ambayo yamekimbia sababu hayategemei mauzo Afrika. BF Suma kama achana Bright Future, BF Suma kama network marketing company ya Bright Future, BF Suma imeanzia usambazaji wake Afrika pale Kenya. Ndio maana Afrika ni mboni ya jicho ya BF Suma. Sasa BF Suma mauzo yake yasipotokea Afrika, haipati mauzo sehemu nyingine yoyote, haipati sehemu nyingine yote BF Suma mauzo. Katika mfumo wa network marketing, BF Suma imeamua kuja Afrika. Kwa mtu wa kwanza kujiunga BF Suma anaitwa Madam Susan Onyacha. Ukienda YouTube ukamtafuta, ni millionaire. Kwa kuja kwake BF Suma Afrika, hiyo imesaidia. Kwanza, imekuwa rafiki wa Mwafrika, kiasi kwamba hata aina ya bidhaa ni zile ambazo zinamsaidia Mwafrika awe na afya nzuri zaidi. Bidhaa zinaendana na Mwafrika, lakini pia kuna support. Jamani, kwenye network marketing kuna shida ya support. Ndio maana kuna management hapa Tanzania, kuna management ipo Kenya, kuna management iko Zambia, kuna management iko Congo, umenielewa? Ni top BF Suma management zina operate pale. Una changamoto yoyote unafika pale, hicho kitu hakipo kwenye makampuni mengine ya network marketing. Ni BF Suma, na nitakwambia faida, kwa sababu ukiendelea kusikia video zangu hizi, kuna faida ambayo BF Suma inatoa kwa Gen Z au watu wale ambao wana mitaji midogo, wale watu ambao hawana mitaji mikubwa. Nitakwambia kwenye video zangu nyingine. Endelea kusikiliza video zangu ili nikupe hizo faida zaidi, uweze kupanuka akili, kujua nini kinaendelea BF Suma, ili usiichukulie kama biashara ndogo ndogo. No, uichukulie kama biashara kubwa ambayo itabadilisha maisha yako. Kumbuka kwamba unavyoiendea BF Suma, ukiendea kama biashara ndogo ya kawaida, inakutreat hivyo hivyo. Ukiendea kama biashara kubwa ukawa serious, inakutreat hivyo hivyo. BF Suma ni kama kioo, ukiichekea na yenyewe inacheka. Kwa inategemea jinsi ambavyo utaichukulia wewe. Ni sawa sana mtu ambaye ana gari ambayo ni Subaru labda, ambayo inakimbia kilomita nyingi, lakini hajui kwamba hiyo gari inakimbia, akaanza kuiendesha kwa mwendo wa trekta. Ndio BF Suma jinsi ilivyo. Kwa lazima uweze kujua thamani ya BF Suma. Nikwambie kitu kingine hapa ambacho nataka kujua kwamba BF Suma operesheni zake Afrika zimea 17. Tanzania imeanza 2004. Miaka mingapi leo? 2014, sorry, 2014. Lakini ilikuja mapema kama 2011 na 12. Miaka mingapi leo? Sikia nikwambie, BF Suma Afrika na miaka 17. Tanzania miaka mingapi? 2014 toa 2025. Miaka mingapi hiyo? Karibia 11 kama sio 12. Afrika miaka mingapi? 17. Sasa imeanzia Kenya. Kampuni ambayo imekaa miaka 17 kwenye soko la Afrika ni kampuni ambayo iko serious, sio ya kuja leo na kuondoka kesho. Ni kampuni ambayo iko determined. Ni kampuni ambayo inajua inafanya kitu gani. Kampuni ambayo ipo tangia mwaka 1993, haijafa, ipo. Maana ni kampuni ambayo unaweza ukaitegemea wewe, ikakutengenezea kipato, ikakuzalishia maisha yako, vizazi na vizazi vikategemea pesa au kipato kutoka kwenye hiyo kampuni kabisa. Maana kampuni nyingi ambazo zinaanza huwa haziishi miaka mitano. Miaka mitano zimesha kufa startups. Ukiona startup imekuja ikaishi miaka mitano, ikaishi miaka 10, 15, 17, that's perfect. Kwa kama Bright Future imepiga bingo, kwa nini? Imeanza mwaka 93. Mwaka wangapi leo Bright Future? Mwaka karibia 33, mtu mzima kabisa.
lakini BF Suma ina miaka karibia 17, 17 years Africa. Maana ni kampuni ambayo iko very serious, haiwezi kufa leo wala haiwezi kufa kesho. Ni kampuni ambayo unaweza ukaitegemea wewe na watoto wako na wajukuu zako. Ndio maana kuna mtu ambaye alikuwa ni prominent figure BF Suma, marehemu sasa, Bernard Kasema, ni moja kati ya viongozi, walikuwa ni viongozi wakubwa sana BF Suma. Kwa kweli amefariki. Amefariki. Tulikuwa na huzuni sana kwa msiba wake. Familia yake endelee kufarijika kule iliko. Mungu azidi kumfariji mke wake, Mungu azidi kuwafariji watoto wake. Lakini sikia nikwambie, habari njema ni kwamba pamoja na kwamba amefariki, hayupo, lakini bado familia yake inanufaika na kipato cha BF Suma. Ndiyo BF Suma kazi yake kwamba ikusaidie wewe kuweza kuilea familia yako hata kama wewe haupo, kuweza kuilea familia yako, watoto wako na wajukuu zako hata kama wewe haupo duniani, au hata kama umefungwa jela, hatuombei, yani whatever you are. So ina make sense? Unanielewa? Hope unanielewa hapo ulipo. Kwa hiyo hii hapa inaipa bingo BF Suma kwa ni moja kati ya kampuni bora sana ambayo unafanya nayo kazi. Sasa sikia nikwambie kitu kimoja. Umeanza biashara hii ya BF Suma. That's okay. That's okay. Lakini lazima uichukulie hii kama biashara. Kama biashara. Japo umeanza kwa mtaji mdogo sana, lakini lazima uichukulie kama biashara, uichukulie serious. Kwa hiyo ili kuzalishia matokeo makubwa lazima uichukulie serious. Kwa wewe ni CEO. Ni CEO wa biashara yako, wewe ni mkurugenzi. Kwa hapo unaashumu kwamba umefungua kampuni, umefungua duka kubwa la milioni 40, unakuwa serious kiasi gani? Lakini BF Suma umeanza kwa mtaji mdogo, either 495 hadi 195, kwa wanafunzi 165. Lakini hii ni biashara kubwa. Kwa ili ufanikiwe lazima uwe na CEO mindset, uwe na mtazamo kwamba umefungua kampuni yako, uwe ni mjasiriamali mkubwa. Usianze na small mind, anza biashara ukiwa na big mind, ukiwa na akili kubwa, sababu BF Suma utaifanikiwa kulingana na akili yako ulionayo. Ukiwa na small mind uta act small, utakuwa mdogo mdogo. Ukiwa na big mind unafanya katika ukubwa. Mindset, akili, mtazamo wako, jinsi ambavyo unachukulia mambo. Lazima uwe serious na biashara BF Suma. Wewe ndio unawajibika na biashara yako 100%. Kumbuka, biashara yoyote duniani, hata kama ina mfumo wa kipato endelevu kama ilivyo BF Suma, mwanzoni lazima ufanyie kazi kwanza. You have to work the business first. Lazima uifanyie kazi biashara ili biashara baadaye yenyewe ije kukufanyia kazi. Lazima uifanyie kazi biashara ili yenyewe ije kukufanyia kazi baadaye. Lazima uijenge biashara yako. Kwa lazima uwe serious. Lazima ujue kwamba hii ni business, hii ni biashara. Hata kama umeanza kwa mtaji wa 195, tuangalie mtaji, tunaangalia potential ya biashara, tunaangalia network, tunaangalia thamani au value ya biashara yako. Lazima ujue hicho kitu. Na wajibu wa kuifanya hii biashara ni wako wewe mwenyewe 100%. Mimi kama kiongozi wako au mtu ambaye amekuunganisha kwenye biashara hii hapa, kazi yake yeye ni kukusimamia tu. Tunamuita upline. Kazi yake ni kukusimamia, sio kukufanyia biashara. Kazi yake ni kukusimamia wewe ili uweze kuifanya biashara yako vizuri, ili mwisho wa siku ujitegemee, yani uwe independent. Ngoja niandike vizuri neno ili uweze kulielewa. Independent. Uweze kujitegemea, sababu ni biashara yako. Uweze kujitegemea, yani iwe ni biashara, wewe uweze kujitegemea. Maana kwamba uweze kujua biashara inaenda vipi, unafanya nini kupata nini.
uweze kuirani biashara yako, yani uiendeshe biashara yako bila msaada wa aliyekuingiza kwenye biashara. Ndio maana ya business. Mwanzoni unakuwa unamsikiliza kiongozi wako, anakuelekeza mambo ya kufanya, lakini baadaye ukishajua, unajua anafanya 1 2 3, nipate 1 2 3. Hata kiongozi wako awe amekufa, awe hayupo, ameacha biashara, ana msongo wa mawazo, amequit, amepumzika, wewe biashara yako iende mbele. Kazi ya kiongozi sio kukufanyia wewe biashara yako. Kazi yako ni wewe kufanya biashara yako wewe mwenyewe, ufanye biashara yako wewe mwenyewe. Nadhani hapo umenielewa vizuri. Lakini pia sikani nikwambie kitu kimoja, kwamba kwenye hii biashara kuna changamoto, kuna challenge mbalimbali ambazo unakutana nazo. Challenge au changamoto, jamani, ukiona mtu anakuambia biashara haina changamoto, hiyo biashara inabidi uweze kuikimbia. Ukimwona mtu anakuambia kwamba biashara fulani haina changamoto, ni mtelemko tu peke yake, kimbia hiyo biashara. Nasikia nikwambie, changamoto zinatofautiana kulingana na mtu na mtu. Kuna watu wengine wamelelewa na mama peke yake, mwingine kalelewa na baba na mama, mwingine na baba peke yake. Hao ni watu ambao wana changamoto tofauti. Mwingine alifukuzwa kazi, mwingine alinyanyaswa utotoni. Changamoto tofauti. Kwa unavyoingia kwenye hii business, unavyoingia kwenye hii biashara, unakumbana na changamoto kulingana na chako mwenyewe jinsi ilivyo. Kwa mfano, mimi nilikuwa siaminiki, nimetoka chuo, nimekimbia chuo huko, wazazi hawaniamini, jamii hainiamini. Kwa alikuwa anani criticize, familia inani criticize, inaniponda, inasema sitafanikiwa, inasema nimechanganyikiwa. Hiyo ni changamoto yangu. Ndugu zangu wa kwanza biashara, nilivyowaambia biashara, walianza biashara baadaye. Baada ya mimi niliwaambia business, hawakuanza. Lazima mwambie mtu biashara, aanze ni yeye, asianze ni yeye, lakini lazima umfikishe taarifa kama nimeanza hii business, na wewe unaweza kaanza hii business. Lakini hawakuanza biashara. Nikageukia mataifa, nikawaambia watu wengine wakaanza biashara. Leo na timu kubwa zaidi ya watu 3500 Tanzania nzima, na vision yangu ni kufikisha watu 30 East Africa. Hiyo ndio vision yangu mimi. It's possible, inawezekana. Inawezekana. Kwa hiyo ndio hivyo, changamoto zipo, inategemea na wewe una changamoto gani. Na mjasiriamali ni yule mtu ambaye kazi yake ni kuvumilia changamoto, anavumilia changamoto, huku anafanya biashara, lakini ana solve matatizo yake, changamoto yake. Kwa unavyo solve changamoto fulani, halafu hiyo changamoto ukaimaliza, maanake umehama hatua, umeenda hatua ya mbele zaidi kimtazamo na kibiashara, umekomaa. Maana ni kwamba unakuwa tayari kumsaidia mtu mwingine ambaye atakuja mwenye changamoto kama hiyo hapo. Jamani, sisi ni viumbe wa kutatua changamoto, wa kuleta majibu mezani. Ndivyo tulivyoumbwa na Mwenyezi Mungu. Hasa wewe unakimbia changamoto, maana yake ni nini? Unavyoona makampuni makubwa yote duniani yametatua changamoto zao kubwa sana, ndio maana makampuni makubwa. Kwa hiyo na wewe liwe mkubwa, kuna level ya changamoto unazokutana nazo. Leo mimi changamoto unazokutana nazo mimi ambaye ni kiongozi mkubwa, senior diamond leader and above, au mwingine kule juu, ni tofauti, yani ni tofauti za mtu ambaye anaanza biashara. Quite different. Ni tofauti kabisa na za mtu ambaye anaanza leo biashara. Kwa mimi changamoto zangu ni kubwa na napambana nazo mpaka leo na nazisolve, na ndio biashara yenyewe. Kwa hiyo ukiona kuna changamoto imekuja, kazi yake ni wewe kuitatua hiyo changamoto sasa iliyokuja. Umeuzia ndugu zako, umeshamaliza, sasa unafikiria hiyo ni changamoto, haya namuuzia nani mwingine? Kumbe lazima niingie mitandao ya kijamii, nianze kujipromote, nianze kutoa content. Okay, hiyo ni changamoto, umeisolve tayari. Uzuri ni kwamba BF Suma kuna viongozi au kuna uplines, kuna watu ambao wanaweza kukuguide au kukuongoza wewe usirudie makosa ambayo wao wameyafanya, na kukurahisishia, kukupa baadhi ya majibu kwamba katika changamoto fulani unaweza kupata kitu fulani, anzia hapa. Hiyo inaitwa mentorship au coaching. Okay,
Kingine ni hiki hapa, lazima uwe ni mtu ambaye unafundishika. Yani uwe coachable, teachable and trainable. Yani ukisoma kitu fulani, kiongozi amekuelekeza kifanyie kazi ndani ya masaa 48, uwe unafundishika, uache ujuaji. Inawezekana wewe ni daktari kweli, lakini hujawahi kufanya biashara ya BF Suma au hujawahi kufanya network marketing. Fundishika, msikilize kiongozi wako anachokwambia kitu gani. Usimbishie, usitumie muda mwingi kuchukua hatua ukiwa hujaelewa. Sometimes unafumba macho, unachukua hatua. Kwa nini? Kiongozi anayekuelekeza anakupenda na anataka ufanye vizuri, kwa anakuelekeza kitu sahihi. Hata kama akili yako inakuwa hai make sense, inaona kwamba hai make sense kile kitu, kwanza kifanyie kazi kwanza, alafu uone. Kuna watu wengi ambao wanaanza biashara leo, lakini unamwelekeza hiki yeye anasema kingine, unamwelekeza hiki yeye anasema kingine, unamwelekeza hiki yeye anasema kingine. Afundishiki, hayupo coachable, hayuko tayari kujisubmit. Sikia nikwambie kitu kimoja. Unavyoona Nabii Musa alimenta watu. Joshua alikuwa yuko chini ya Musa. Joshua alikuwa chini ya Musa muda mrefu tu. Nabii Elia alimenta Elisha. Elisha alikuwa chini ya Elia muda mrefu. Mentorship, akawa anamsikiliza, akawa anafundishika. Hata kwa ndugu zetu wa Islam, Mtume Muhammad amementa watu wengi walikuwa wako chini yake wanamsikiliza. Bila kumsikiliza usingefika unapofika mpaka leo. Kwa hiyo hata wewe inawezekana uko smart sana, uko vizuri sana, lakini fundishika. Usione kwamba kufundishika ni kwamba kana kwamba ni umedhalaulika sana au hauna akili au hauko smart. No, you just listen. Shut up, listen and do. Kaa kimya, sikiliza, fanya. Acha ujuaji, fundishika. Mwambie rafiki yako kama uko naye, mwambie fundishika hapo. Maana lazima ufundishike, uwe coachable, teachable and trainable. La sivyo utakuwa unafanya makosa ambayo watu walishayafanya zamani na wanajua majibu yake, au utakuwa unapitia changamoto ambazo walishazipitia watu zamani ambayo wanajua majibu yake, ambao wangekusaidia kuweza kushorten ile curve ya feli, yani ule mlolongo wa kufeli. Kwa lazima uweze kuwa unafundishika. Ukielekezwa kitu ufanye, ukiambiwa hiki unafanya, bila kucriticize, bila kuweka ugumu. Fundishika. Mtu ambaye anafundishika sana ni mtu ambaye mafanikio yake yapo karibu sana. Tunaita teachability index. Teachability index iko hivi, tunaangalia kati ya 1 hadi 10. 1 manake anafundishika sana, 10 hafundishiki. Nimekwambia mtu ambaye anafundishika ni mtu ambaye ndani ya masaa 48 ameshaanza kufanyia kazi kile kitu ambacho either ameambiwa na kiongozi wake au amekisoma. Inawezekana ukasoma kitabu, unatakiwa ufundishike. Umenielewa? Unatakiwa ufundishike. Sababu kuna vitabu vya network marketing lazima uvisome. Asa wewe kama uko 2 manake unafundishika, au 1 unafundishika, au 5 unafundishika. Manake kama upo 9 haufundishiki, 8 haufundishiki, 7 haufundishiki. Umenielewa? Manake kama kadri unavyozidi kwenda, manake wewe ni kazi kuchukua hatua ya mambo ambayo umeelezewa na kiongozi wako. Au kwa mtu ambaye yupo huku yani hafundishiki, manake huyu ni kazi kufanikiwa sana. Kwa unavyoanza biashara ya BF Suma lazima uwe mtu ambaye unafundishika. Na kufundishika manake ni kwamba nini? Kuna semina imetangazwa, attend hiyo semina, hudhuria hiyo semina, nenda kasikilize kiongozi anafundisha nini. Ingia YouTube, search viongozi wanaongea nini, angalia viongozi wa BF Suma wanaongea nini, watafute viongozi kina Dr. Ibrahim Chenza, Mwijage, Madam Susan Onyancha, Manda, John Manda, Ndobandola, mimi Joseph Millionaire Mentor, tunaongea nini? Ingia, jifunze, soma kitabu cha GoPro cha Eric Wore, soma kitabu cha Build an Empire cha Brian
Caruthers. Soma vitabu, uwe expert, na ukipata mafundisho hapa yafanyie kazi. Utofauti wa mtu ambaye anapata mafundisho leo na anayafanyia kazi, maanake ni kwamba huyo ndio amefanya ile personal development, huyo ndio ataendelea. Yule ambaye anapata mafundisho hayafanyii kazi, anafundisha watu wengine, huyo ni profesa, na maprofesa wengi huwa hawaingizi hela. Kwa nimekazana hapa muda mrefu ili uweze kunielewa vizuri zaidi. Kwa hiyo karibu sana. Lazima uweze kuwa unafundishika, uwe coachable, teachable and trainable, ujitegemee mapema, ujue skills mapema, ujue vitu vya msingi mapema sana kwenye biashara yako, vile ambavyo vinaweza kusaidia kuweza kufanikiwa. Kwa hiyo karibu sana. Sasa sikia nikwambie kitu kimoja. Umeanza hii biashara, sawa. Umeanza hii business, sawa. Kuna vitu utakuwa umepewa hivi hapa. Umepewa vitu hivi hapa. Hivi hapa. Umepewa hivi vitu. Umepewa kwanza inaitwa The Game Changers Magazine. Umeipata hiyo hapo Hiyo hapa magazine hiyo. Umeona Kuna nyingine hii hapa, hivi ni vipeperushi 2. Umepewa vitabu hivi hapa. Kimoja kinaitwa Hatua za Mafanikio, kingine kinaitwa Ijue Afya Yako. Vitabu umepewa na kitabu kingine hiki hapa cha Kiingereza cha BF Suma cha marketing plan. Okay, sawa. Asa nakueleza, na umepewa na kahawa hizi hapa na beige hii hapa. Beige ni haka kadogo aka, umepewa ka beige haka kadogo. Nitakueleza kazi ya kitu kimoja baada ya kitu kingine. Each one teach one. Hii ndio maana yake. Nitakueleza kazi ya kitu kimoja baada ya kingine. Okay, sawa. Tukianza na beji hii hapa. Hii beji hii hapa, kazi yake hii hapa. Haka ni kanembo ka BF Suma. Unaweka hapa tu. Naweka hapa kama hivyo tu. Sasa hii nembo ndio ya mtu anayeanza biashara. Unakuwa unaweka beji, kitu kizuri unaweka hapo, unatembea. Hii nembo ya Expertman Club, ni nembo yangu kubwa hii ya chama cha wanaume wa BF Suma. Kwa hiyo ndio kazi ya hii nembo, ndio hiyo hapo. Umeelewa vizuri Hiyo ndio kazi ya hiyo nembo, kukutambulisha wewe. Hizi kahawa ni Resh Coffee. BF Suma imekupatia bure kabisa. Bure. Hii Resh Coffee ndani yake ina mti shamba unaitwa Ganoderma lucidium. Ganoderma lucidium. Nenda Chat GPT. Andika Ganoderma lucidium faida zake. Utapewa faida za Ganoderma lucidium. Hasa BF Suma imekupatia hii Reishi. Hii kwa lugha nyingine inaitwa Reishi Ganoderma. Jina la Kichina ni Reishi. La kisayansi Ganoderma lucidium. Kwa hiyo BF Suma imekupatia bure. Hizi kahawa usiuze. Kunywa. Ipe familia yako iweze kunywa. Ni kahawa afya, ni kahawa tiba. Ni bidhaa ya kwanza ya kutumia BF Suma. Kwenye video ya hatua 5 za mafanikio na BF Suma, hatua 5 rahisi za mafanikio na BF Suma, nitakueleza nini maana ya kuwa mtumiaji namba 1 wa bidhaa za BF Suma. Umenielewa Hiyo ndio kazi ya hizi kahawa. Bure umepewa baada ya kujiunga. Lakini umepewa hii kitu inaitwa The Game Changers Magazine. Jamani, hii magazine ina shuhuda hapa mbele. Shuhuda hizi. Ina historia ya kampuni kwa ufupi. Ina BF Suma iko maeneo gani? Ina vibali hapa. Umenielewa? Alafu ina bidhaa. Halafu ina utofauti kati ya network marketing na biashara nyingine.
alafu ina mfumo wa malipo, lakini pia ina tuzo ziko huku, halafu ina fomu hii hapa, umenielewa eh? Lakini mwanzoni huku ina bidhaa PV, yani point. Tatoa video ambayo inaeleza PV maana yake nini, lakini bei ya mwanachama ya kampuni, yani bei yako wewe na bei ya mteja, umenielewa eh? Hii kwanza inakusaidia wewe kufanya presentation. Yaani unapoingia BF Suma kuna ile lazima umfanye mtu aweze kuanza biashara ambayo unaifanya wewe. Umenielewa? Ujenge network, ujenge team. Ndio maana network marketing, ujenge team. Upate kipato endelevu. Kwa hiyo hii magazine inakusaidia kukaa na mtu ndani ya nusu saa umueleze. Ndani ya nusu saa umuelezee biashara kwa ufupi. Pole kama ukinisikia vizuri hapo nitarudia. Yaani hii magazine inakusaidia ndani ya nusu saa umuelezee mtu biashara kwa ufupi, ili naye ajiunge awe mwanachama kwako. Ajiunge awe mwanachama kwako. Ndio kazi ya hii magazine. Kitabu hiki kinaitwa Hatua za Mafanikio na Biashara ya Mtandao. Kitabu hiki hapa ni cha lazima kusoma na kuapply hizo hatua. Lazima uingie usome kitabu hiki. Kina mambo mengi, kuna introduction, kuna ndoto hapa ambayo ni hatua ya kwanza au msingi wa kwanza. Kuna kualika. Kwanza kuna kuandaa orodha ambao ni msingi wa pili. Kuna kualika, msingi wa tatu. Umenielewa eh? Kwa hiyo utasoma kitabu hiki, kitakujuza skills zile za msingi za kuanzia kwenye biashara yako ya BF Suma au biashara ya network marketing. Unaelewa vizuri eh? Hii ni kitabu kinaitwa Hatua za Mafanikio na Biashara ya Mtandao au Misingi ya Biashara ya Mtandao. Kitabu hiki hapa kinakupa hiyo elimu. Bahati mbaya ni kwamba watu wengi huwa hawakisomi. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa nne, mwezi wa tano, mwezi wa sita, mpaka mwaka, ukimwambia kitabu kina nini akisomi. Wanasema ukitaka kumficha Mwafrika vitu kwenye vitabu, kitu ambacho ni kitu kibaya sana, sababu ukifanya hivyo hautaweza kuendelea. Umeanza biashara, ni biashara serious. Soma kitabu hiki hapa. Kuna kitabu kinaitwa Ijue Afya Yako. Kitabu hiki hapa jamani, kinatoa uchambuzi wa changamoto mbalimbali za kiafya kwa lugha ya Kiswahili. Halafu kinakwambia dozi zake ni zipi. Kwa ukisoma kitabu hiki hapa, utakuwa una uwezo wa kumuelezea mtu changamoto yake na akaweza kununua bidhaa kwako kwa package. Sababu BF Suma tunauza bidhaa pia kwa package, kwamba kuna bidhaa za mfumo wa mmeng'enyo wa chakula za bawasiri, ni package yake. Mfumo wa uzazi kuna package yake. Kwa hii hapa inakusaidia kuweza kuzijua hizo package. Asa umeingia kwenye biashara, kitabu hiki hapa ukisomi, unafanya kosa wewe mwenyewe, unajitendea kosa kubwa sana. Lazima usome kitabu cha Ijue Afya Yako, na muda si mrefu tunakwenda kukiimprove kitabu hiki hapa kiweze kuwa vizuri zaidi, kikusaidie zaidi wewe kama mwanachama BF Suma. Kitabu hiki hapa ni kitabu kinaitwa Yellow Book, kitabu cha njano, lakini sio cha njano tena. Kitabu cha Sales and Marketing Plan. Hiki ni cha lugha ya Kiingereza. BF Suma ameandika bidhaa kwa lugha ya Kiingereza na imedadavua. Umenielewa? Lakini pia huku BF Suma imeelezea kwa undani marketing plan. Yaani namna gani ambavyo wewe unalipwa. Sikia nikwambie, BF Suma ni the king of marketing plan. Yaani ni mfalme wa marketing plan zote Afrika. Hakuna biashara au kampuni ya network marketing ambayo ina marketing plan au compensation plan bora kuliko BF Suma. Sababu ina njia 5 za wewe kuweza kujiingizia kipato. Lakini ina tuzo zaidi ya 4. Tuzo zaidi ya 4 ambazo ukijumlisha hapa zinakuwa 9. Tuzo sijui ya nyumba, tuzo ya safari ziko 2, tuzo ya gari.
zinakusubiria wewe. Kwa kitabu hiki hapa kikipitia, kama unapenda kusoma sana, kitakupeleka deep, kwa undani kabisa, na kama unafahamu lugha ya Kiingereza. Lakini kwa wale ambao hawajui lugha ya Kiingereza, wanapata simple hapo kwenye magazine, lakini pia kuna mafunzo mbalimbali ambayo yanaendelea kutolewa na viongozi mbalimbali kwenye ofisi mbalimbali, kwenye online yanatolewa kuweza kueleza zaidi kuhusu undani wa marketing plan ya BF Suma na inakulipaje zaidi. Ndani hapo tumeelewana. Kwa hiyo hiki kitabu hiki hapa kimeeleza kwa undani, lakini pia kina bidhaa kwa lugha ya Kiingereza. Tumeelewana hapo? Okay, kuna vipeperushi, brochures. Jamani, vipeperushi hivi hapa kwanza uvisome we mwenyewe. Usimgawie mtu kipeperushi ambacho hujasoma. Soma uelewe. Ni kidogo sana, lakini ukiandika namba yako hapa, ukamgawia rafiki yako, huenda akasoma na akapenda bidhaa, ukapata yale mauzo ya awali ya ndugu, jamaa na marafiki. Ndio kazi ya vipeperushi hivi. Mwanzoni nawapatia watu ambao nadhani unafahamiana nao wasome. Sisi tumeelewana vizuri. Lakini pia wapende wakupigie simu, wachukue bidhaa, ufanye order. Mwanzoni kuna sehemu ya kuandika namba ya simu. Piga simu, unaandika namba yako ya simu. Each one teach one. Jamani, hivyo ndivyo ambavyo vifaa unavyovipata wewe vinafanya kazi. Vifaa hivyo vinafanya kazi hiyo hapo. Bila shaka sasa umenielewa. Nirudishe mic yangu hapa niweze kupunch zaidi hapa. Okay, kama tumeelewana hapo, nashukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Nikupeleke hatua ambayo inafuata. Hatua ambayo inafuata ni hatua hii hapa. Lazima upakue application inaitwa Touch BF Suma. Pakua hiyo application Play Store au App Store kwenye iPhone. Hiyo ni application maalum ambayo ina taarifa zako wewe ambao umeanza biashara BF Suma. Ina taarifa zako. Jinsi ya kutumia hii application, kuna video ipo, mwambie kiongozi wako kutumia hiyo video. Utaidownload. Jinsi ya kuingia, hiyo video inaelekeza kila kitu. Sina haja ya kusema hapa kila kitu. Kwa matumizi ya hiyo application, kuna video maalum. Unatumia video, unasikiliza hata bila kuelekezwa na mtu mwingine yeyote. Hiyo application itakuelekeza kila kitu. Kila kitu. Hiyo video itakueleza kila kitu. Kwa utaidownload, utaangalia. Hii application ndio inakupa taarifa kuhusu biashara yako. Umeelewa eh? Ukiingia kwenye hiyo application utaona kuna PPV, GPV na CGV. Na hili ndilo somo ambalo linafuata saa hizi. Uweze kuijua baadhi ya misamiati ambayo ni ya muhimu kwenye biashara ya BF Suma. Misamiati ya muhimu ambayo unatakiwa uweze kujua kwenye biashara ya BF Suma. Sababu bila kujua misamiati hii hapa, utakuwa hujui unafanya nini na una hit target gani. Kwa sababu hii misamiati hii hapa hii misamiati ni misamiati ya msingi sana kwenye hii biashara yetu. Ukifungua application yako hata BF Suma utaikuta. Na hapa naomba chukua kalamu, karatasi, tuweze kwenda pamoja. Tuweze kwenda pamoja. Okay. Iko hivi. Kuna kitu kinaitwa PV, PPV, GPV, CGV. Hayo maneno yasikuchanganye wala yasikupige mikwara. Ni maneno ya kawaida sana na yanaeleweka. PV manake ni performance value. Iko hivi, kila bidhaa ya BF Suma
ambayo utaiuza wewe au ambayo utainunua itarekodiwa katika mfumo maalum. Kwa hiyo kila bidhaa ina thamani yake, na mfumo huo umewekwa kwa sababu biashara ya BF Suma, nje ya wewe kuuza bidhaa, itakulipa commission au itakulipa bonus mwisho wa mwezi. Kwa hiyo imeweka mfumo ambao utatrack mauzo yako wewe, utaangalia mauzo yako wewe kiwango chake, ili ikufanikishe kukulipa bonus au commission. Kwa PV ni performance value, ni thamani ya kazi ambayo umeifanya. Kwa kila bidhaa ina PV zake. Ukichukua hii magazine hii hapa, hii magazine ukafungua hapa, utaona moja kwa moja kwamba kila bidhaa ina PV zake kwenye mstari PV, yani performance value. Kwa kila bidhaa ambayo utaiuza wewe binafsi ndio itaitwa ni PPV, ambayo ni personal performance, yani hapa value, yani haya ni mauzo yako mwenyewe, ni thamani ya mauzo yako mwenyewe. Kwa mfano, umeuza bidhaa inaitwa refined Yunzi essence, yani umeinunua ukauza BF Suma, ile ina PV 24. Kwa maana yake ni kwamba wewe kwenye system yako, yani kwenye touch BF Suma yako zitaonekana PPV 24. Ukiongeza bidhaa nyingine ambayo ni detox liver, ambayo inaondoa sumu mwilini, ina PV ngapi? 15, yani performance value yake PV 15. Kwa hiyo maana ni kwamba ndani ya mwezi huo kunakuwa na PV 24 jumlisha 15, inakuwa ni ngapi hivi? 39. Huo ni mfano. Kwa hiyo inategemea umenunua bidhaa gani. Kila kinunua bidhaa kwenye duka lolote la BF Suma, nenda kaangalie PV zako zimesoma. Kama ni Dar es Salaam, ni baada ya siku 1 2 zinasoma. Kama ni mkoani, baada ya siku 3 4 5 mpaka siku 6 au 7 zinasoma, kwa sababu huwa anaripoti mauzo yeye anaripotiwa Dar es Salaam. Kwa hiyo inachukua muda kuingizwa kwenye system. Maana mikoani mpaka wafikishe kiwango fulani cha mauzo ndio watume, ni mlolongo kidogo. Kwa utakuta PPV zako zinafanya ni zimesoma. Kwa hiki ni kiwango. Kwa ukiingia kwenye touch BF Suma utakuta kuna PPV zako. Na sikia nikwambie, PPV yani mauzo yako mwenyewe binafsi yanapimwa kwa mwezi. Performance yako inapimwa kila mwezi. Kwa kila mwezi BF Suma inahesabu mauzo yako ili ijue namna ya kukulipa commission. Okay? PPV. Tumeelewana hapo bila shaka. Aya, GPV manake ni G manake ni group performance volume. Hapa tunaangalia PPV zako mwenyewe jumlisha PPV za watu wengine au PPV za timu yako ndani ya mwezi. Hizi zinapima biashara yako ndani ya mwezi. Kwa ukiingia kwenye touch BF Suma yako utaona kuna GPV ndani ya mwezi huo. Kwa kila mwezi PPV zinapimwa upya, GPV zinapimwa upya ili kukuweza kulipa commission au bonus. Kwa hiyo hizi GPV maana ni group maana ni watu wengi, ni mtu zaidi ya mmoja. Japo hata kama uko peke yako BF Suma itaandika GPV kwa sababu inakuhesabu wewe kama ndio wengi, lakini wakiwepo watu wengine utaona zimefanya nini, zimeongezeka. Kwa GPV ni PPV zako mwenyewe na PPV za watu wengine ndani ya mwezi husika wa biashara. Sikia nikwambie, mwezi wa biashara wa BF Suma unaanza tarehe 15 ya mwezi, unaisha tarehe 12 ya mwezi unaokuja. Huu ndio mwezi wa biashara wa BF Suma. Kwa kila tarehe 15 mwezi unaanza upya, tarehe 12 mwezi unafungwa. Kwa wakifunga mwezi tarehe 12 ni ili
kuanzia tarehe 15 hadi 18 bonasi yako ilipwe ya ndani ya mwezi huo, au kamisheni yako ifanye nini? Ilipwe. Kwa hiyo GPV, PPV zinapima performance yako ya nini? Ya mwezi husika, mwezi wa BF Suma, sio mwezi wa kawaida, mwezi wa BF Suma. CGV maana yake ni nini? C maana yake ni cumulative. Usichanganyikiwe wewe ambaye hujui Kiingereza. Cumulative maana yake ni jumla, tangu mwanzo, mjumuisho wa tangia mwanzo. Kwa hiyo CGV maana yake ni cumulative group volume au value. Jamani, hii volume huwa inakuwa ni value kwa volume kwa lugha nyingine. Kwa CGV ni cumulative group volume. Maana yake ni kwamba CGV zako ni GPV zako na GPV za, yani iko hivi, ni kurahisishie, ni mjumuisho wa GPV zako taingia unaanza biashara. Nisikuchanganye hapo. CGV ni cumulative na yani taingia mwanzoni. Kwa hiyo CGV ni mjumuisho wa GPV zako tangu unaanza biashara. Kila mwezi zinajumlishwa, zinaongezeka, na hii CGV ina kazi yake. Nitakwambia nini maana ya kazi ya CGV huko mbele. Asa hapo kuwa makini na mimi ili nikuelezee vizuri, tuende katika mahesabu uweze kuelewa nini maana yake, na nitakwambia nini kazi ya CGV ni nini, PPV ni nini na GPV ni nini. Haya, kwa mfano wewe ndio umeanza biashara, huu ni mwezi wako wa kwanza wa business. Ukiangalia Touch BF Suma yako utaona PPV. Kwa mfano sasa, huu mwezi wako wa kwanza umefanya PPV 100, halafu haujaunganisha mtu mwingine yoyote yule. Lakini haimaanishi usiunganishe mtu. Kuna umuhimu sana wa wewe kuunganisha mtu au watu kwenye biashara yako, ila nakupa mfano. Kwa hiyo kama ni mwezi wako wa kwanza umefanya PPV 100, halafu hujaunganisha hata mtu mmoja, system yako inasoma PPV ni 100, GPV yani ile group ni ngapi? 100, itasoma CGV 100. Maana yake ni kwamba hata kama umefanya leo, kesho yani system ika update ya Touch BF Suma yako, utaona mfumo huu hapa kama hujaunganisha mtu. Lakini ukimuunganisha mtu tu na yeye akafanya au kaongeza mauzo yako, mambo yanabadilika. Nimechukulia kwamba huu mwezi wako wa kwanza haujaunganisha mtu, umeishia hapo hapo. Lakini mwezi wako wa pili, huu ni mwezi wa pili sasa, huu tuelewane vizuri. Wewe uko hapa, ukafanya PPV 100. Ukiangalia kwenye system ziko ngapi? 100. Halafu ukafanikiwa kuwa na watu watatu kwenye miguu mitatu tofauti. Nitakuelekeza maana yake nini. Inaitwa power of 3. Power of 3. Miguu mitatu tofauti na watu, ina watu tayari. Kwa maana na huyu akafanya ngapi? 100. Kumbe ni mwezi wa ngapi? Mwezi wa pili wa biashara yako. Mwezi wa kwanza ushaondoka. Huyu akafanya ngapi? 100. Huyu ngapi? 100. Maana yake nini hapa? Maana yake ni kwamba GPV zako lazima zisome mwezi huu. Umeunganisha watu watatu, umefanya hivyo. Nao watu kiingia kwenye Touch BF Suma utawaona na walichokifanya. Kwa hiyo niambie kabla sijaendelea, GPV zako hapo ni ngapi? GPV ni ngapi?
Huu ni mwezi wa kwanza, mwezi wa pili. Mwezi wa kwanza GPV zako zilikuwa ni ngapi? 100. Je, mwezi wa pili GPV zako ni ngapi? Nijibu kabla sijakwambia. Haya, nakwambia usinichoshe. Mwezi wa pili GPV zako, tunachukua PPV zako jumlisha PPV za watu wako wengine. Hizi ni ngapi? 300. Jumlisha 100 ni ngapi? Unakuwa na GPV ngapi? 400. Kwa hizi ni group sasa. Sababu ni group ni za na watu wako wewe. Ndio maana zimekuwa ngapi? 400. Niambie CGV ni ngapi? Nilikwambiaje? CGV tunachukua GPV za tangia uanze biashara tunazijumlisha pamoja. Kwa maana ni kwamba tunachukua GPV 100 jumlisha ngapi? GPV ngapi? 400. Zinakuwa ni ngapi hizi GPV jumla zinakuwa ni ngapi? 500. Kwa hiyo CGV zako zitakuwa zinasoma ngapi? 500. Kwa nini? Tumechukua GPV tangia ulivyoanza biashara mwezi wa kwanza. Kwa una CGV ngapi? 500. Jamani, CGV zina maana kwenye biashara. PPV zina maana na GPV zina maana yake. Na kwenda mfano wa mwisho ili uweze kunielewa sasa hapa. Uweze kunielewa hapa, alafu nimalize video yangu niende kwenye video ya pili ambayo pia utaisikiliza. Mwezi huu ni wa 3. Mwezi ni wa 3. Huu mwezi wa 3 umefanya PPV 200. Umeimprove, hongera sana. Umeimprove kidogo hapo. Lakini huu ni mfano. Kiukweli inabidi angalau kila mwezi ufanye PPV kuanzia 300. Lakini watu wako wakafanya, huyu kafanya 100 tena, huyu karudia 100, huyu karudia 100. Lakini bahati nzuri huyu kazaa, mwingine kafanya ngapi tena? Huyu ngapi? 100. Na huyu pia kazaa mtu mwingine kafanya ngapi? 100. Huyu ndio hajazaa, ameamua kuwa sugu. Kwa hiyo huu ni mwezi wa ngapi? Wa 3 wa biashara yako. Tunakwenda. PPV ni ngapi? Ni 200, zinafahamika. Kwa ukiingia kwenye system yako tuna PPV ngapi? PPV 200. Sababu hizi ni za kwako mwenyewe binafsi. GPV ni ngapi? Mwezi huu, sababu ni mwezi mwingine. GPV tunajumlisha PPV zako, jumlisha zote hizi. Kwa hiyo 100, 200, 300, 400, 500. Sawa? 100, 200, 300, 400, 500. Ziko 500. Jumlisha PPV zako ni ngapi hizi? 200. Jumla zinakuwa ni GPV ngapi? 700. Mwezi huu manake umeimprove GPV zako. Na ndio lengo GPV zako zifanye nini? Kila mwezi ziongezeke. Mnipata? Hizo ni GPV. Manake zile za mwanzo tushachana nazo tayari. Tumekuja mwezi mpya. Kwa nini? BF Suma ina calculate bonus ya mwezi huu kulipe commission wewe. Ndio maana lengo la kuwa na team ni nini? Ni kutengeneza timu ambayo ina utamaduni wa kufanya kila mwezi, na ndio kuna kipato endelevu. Swali sasa, inakuwaje sasa kila mwezi ndio ulipwe? Sikia nikwambie, hata DSTV kwenye vingamuzi, hata mawakala wale wa M-Pesa wanafanya mahesabu hivyo hivyo. Kila mwezi wanafanya mahesabu, wanalipa commission. Kwa lengo ni kuwa na timu ambayo inafanya vizuri kila mwezi na wafanya vizuri kila mwezi na kutengeneza utamaduni. Kuna video nyingi sana zimetolewa kuhusu utamaduni wa kiongozi Harry Mwijage. Nenda YouTube, uliza, andika utamaduni, utaambiwa nini maana ya utamaduni. Sababu unajenga team ni watu, team ni kama jeshi. Jeshi lina utamaduni wake wa kufanya hivi na hivi na hivi kuleta matokeo. Umenielewa vizuri eh? GPV ngapi hizo? 700. Nikuuliza swali, je, CGV ni ngapi? Jamani, nakwambia haya yote kwa sababu malengo yako unavyoyaweka BF Suma, lazima uweke malengo kulingana na PPV zako, GPV zako, CGV zako. PPV, GPV, CGV zina kazi kwenye biashara yako. Malengo, yani hizi ni sehemu ya kuweka malengo ya kibiashara. Unavyoweka malengo ya kibiashara, unaweka na malengo ambayo yanahusianisha wewe na ukuaji wa biashara yako.
ukuaji wa biashara yako unapimwa kwa nini? Kwa PPV, GPV, CGV. Niambia huu ni mwezi wa 3, CGV ni ngapi? Kama unanisikiliza vizuri, niandikie hapo. Mwezi wa 3 maanake tunachukua GPV hizi hapa za mwisho, sababu hizi hapa ni jumla na hizi hapa. Tunachukua za mwisho hizi hapa, tunajumlisha na hizi hapa, zinakuwa ni ngapi? 1200. Hizi ndio CGV zako, na zina maana CGV. Nitakwambia maana yake ni nini na zina kazi gani, nitakwambia. PPV zina kazi yake, nitakwambia. 1200 kwa kitaalamu, huyu mtu ashafika star ngapi? Star 4. Hapa yuko star ngapi? Hapa alikuwa yuko star 3. Hapa star ngapi? Alikuwa yuko star 2. Umeona maana yake? Niweza kudokeza kidogo, nitakwambia baadaye zaidi. Haya, tumechukua hizi jumlisha hesabu hizi hapa, ni mjumuiko na hizi hapa, lakini formula nyingine ni kuchukua hizi hapa 100 jumlisha 400 jumlisha 700. Hiyo ndo kazi ya CGV. Kwa ukiingia kwenye Touch BF somo yako utaona zimejipanga pale. Kuna kitu kinaitwa MPGPV, hiyo tulia nayo, acha usiende hiyo, acha kwanza, itakuchanganya. Na ukiingia kwenye Touch BF somo utaiona. Sio MPGPV, hiyo achana nayo kwanza. Tu focus na hizi kwanza za mwanzoni. PPV, GPV, CGV. PV tumeambiwa ni nini? Performance value, inapima kwenye kila bidhaa na PV zake. PPV ni zako mwenyewe, GPV zako na timu yako, CGV za kuanzia ulivyoanza biashara. Jamani, CGV hazifutikagi. CGV hazifutiki. Sasa sikia nikwambie, hongera kwa kusikiza video hii hapa. Najua umejifunza vitu vingi kwenye hii video hapa. Kwenye video yangu ya pili kuna mambo na kwenda kukueleza pia kuhusu rank. Yani rank manake ni vyeo vya BF Suma, yani hatua zile za BF Suma, zile nyota za BF Suma, na kwenda kueleza kwenye video yangu ya pili. Kwa kaa macho, kaa chonjo, ufuatane nami kwenye video yangu ya pili. Na kwenye video yangu ya pili nitaeleza kazi ya PPV, GPV, CGV. Tutakueleza na kazi ya nguvu ya 3 maana yake ni nini. Kwa hiyo karibu sana. Share na mtu ambaye ameanza biashara. Hii video share na mtu ambaye ameanza biashara. Ni Millionaire Mentor Mr. Joseph Billionaire Ndobandola hapa.